tukiwa tuna alaka na mahusiano na tukawa na nia ya kutengeneza katika mioyo yetu kuishi vizuri na majirani zetu, bila shaka kwa baraka na utukufu wa mwezi huu wa Rajab, Mwenyezi Mungu insha Allahu Taala atatengeneza na atasuluhisha nyoyo zetu. Jirani ana haki kwako wewe, awe jirani wa aina yoyote, awe jirani wa rangi yoyote, wa sifa yoyote, awe jirani wa dini yoyote, lakini ujue kwamba jirani ana haki. Na kama utakuwa haumfanyii haki jirani yako, jua ya kwamba katika watu ambao kwamba Mungu hatowaangalia kwa huruma siku ya Kiyama, jirani mbaya. Mungu hatomwangalia mtu anayemfanyia mabaya jirani yake kwa huruma. Kwa nini? Kwa sababu ameacha usia aliyousajili Mwenyezi Mungu na aliyouweka Mwenyezi Mungu katika Qur'an kupitia kinywa kitakatifu cha Mtume Muhammad: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba. Usia, muabuduni Mwenyezi Mungu, msimshirikishe na chochote. Tena badala ya hapo Mungu akaambatanisha na wazazi wawili, muwafanyie wema. Baadaye Mungu akasema wabidhil qurba, jamaa yako mfanyie wema, usimfanyie mabaya. Mayatima, masikini. Akamalizia waljari dhil qurba, na jirani yako aliyokuwa karibu na wewe mfanyie wema, mfanyie ihsan, hata kama yeye atakuwa anafanya mabaya. Majirani wapo sampuli tatu. Aljiranu thalathatun, jarun lahu haqqun wahidun wa jarun lahu haqqan wa jarun lahu thalathu huquq. Kuna jirani ambaye una haki naye yeye, kwako ana haki moja, na kuna jirani ambaye wewe una haki naye na yeye ana haki kwako wewe mbili, na kuna jirani ambaye una haki naye na yeye ana haki kwako wewe tatu. Aljaru almuslimu dhur rahim, jirani yako Muislamu tena ndugu yako ana haki tatu. Mtume wenu Muhammad ndio anasema, kwa sababu kwanza ni jirani yako, haki ya kwanza; pili Muislamu; tatu akiwa ndugu yako, haki tatu. Haki tatu inabidi umfanyie: haki ya ujirani, haki ya Uislamu, alafu ndugu yako. Wa pili, wa amma aljaru alladhi lahu haqqan faljaru almuslim lahu haqqu aljiwari wa haqqu arrahim. Ama jirani ambaye mwenye haki mbili kwako, jirani Muislamu, sio ndugu yako, lakini jirani yako Muislamu, ana haki ya ujirani na ana haki ya Uislamu. Wa amma alladhi lahu haqqun wahidun fajaru almushrik, jirani yako ambaye ana haki kwako wewe moja tu, mushrik, sio Muislamu, lakini ana haki kwako wewe. Sio Muislamu, lakini ni jirani yako na ana haki na wewe umfanyie wema. Sababu itakayokufanyia wewe umfanyie wema ni ule ujirani, hakuna jingine. Maana yake hata kama sio Muislamu, kama humfanyii wema, ni jirani yako, unapata dhambi. Angalia Mtume alivyothibitisha. Kwani ana nini mpaka umfanyie wema? waman yushrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Atakayefanya shirki hana nafasi yote akhira, hana thawabu, hana malipo, hana chochote akhira. la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Mungu anamwambia Mtume Muhammad, ukifanya shirki matendo yako yote hamna kitu bure, una thawabu. Sasa angalia huyo Mtume aliyethibitisha haki kwa jirani. Jirani gani? Sio Muislamu. Faljaru almushrik ana haki ya ujirani, na unatakiwa umfanyie mema, na unatakiwa umsaidie katika mambo ambayo kwamba ya kusaidiana. Na ndio maana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Mujahid anasimulia, anasema nilikuwa kwa Abdullah ibn Umar wa ghulamun lahu yaslukhu shatan
kijana wake akawa anachuna mbuzi, kashachinjwa mbuzi anamchuna. Abdullah ibn Umar akamwambia, ya gulami, idhan salakhta shata fabda bijarina alyahudi. Huyo mbuzi unayemchinja huyo, kabla ya kumpa mtu yoyote, mpe huyu jirani yetu, sio Muislamu, Myahudi. Mpe huyu jirani yetu, sio Muislamu, ni Myahudi, lakini kwa sababu ni jirani, yeye ndo anza naye. Fabda bijarina alyahudi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina biljari hatta khashayna annahu sayuwarithuhu. Kwa sababu mtume hakuacha kuwa anatuhusia kuhusu jirani mpaka tukaogopa asije akampa nafasi ya kurithi. Kuonesha umuhimu wa jirani. Hakuna cha dini, awe Petro awe Joni, madamu ni jirani yako una haki kwake yeye. Na huenda huo jirani na hiyo ihsani unayofanya yeye akabadilika akawa mwema, akaikubali dini yako kupitia matendo yako, sio kupitia qala Allah wala qala Rasulullah wala swala zako. Huo jirani aliyosema mtume ndio inawezekana ikawa sababu yeye kubadilika akaijua hiyo dini ya haki. Leo jirani amekuwa jirani ili aonekane jirani, basi lazima amfanyie ubaya jirani yake. Kumchukulia mkewe ndo fashion. Anatembea na mke wa jirani yake, anatembea na mume wa jirani yake. Shemeji shemeji, ushemeji na ushemeji, jirani jirani, mwisho wa siku anamchukulia mkewe ndo jirani huyo. Leo amekuwa jirani ndo mtu wa kuyatangaza mabaya ya jirani yake. Kama hana sabufa, kama hana kabati nguo anaweka kwenye kapu, kama TV yake ya chogo, yeye ndio atakayetoka kwenda kutangaza nje, jirani. Leo jirani ndo amekuwa mtu ambaye kwamba anatupa vyakula, anachukua chakula anaenda kutupa jirani yake, hajui anakula nini. Ukiangalia tunaishi kimagharibi, ukiangalia tunaishi kiulaya. Hayo sio mafundisho ya mtume wako Mtume Muhammad. Jirani haishi hivyo. Unapunguza haki yako, inawezekana ikawa ni sababu ya mizani yako wakati wa safari yako ya kufa. Mwenyezi Mungu akaangalia upande wa huyo jirani tu akakwambia nenda safari yako nyepesi. Ulimfanyia wema jirani yako kadhaa kadhaa. Sio jirani ya kumfanyia mabaya. Hata kama atakufanyia mabaya, wewe chukulia kwamba ana haki kwa Mwenyezi Mungu na nimetakiwa nimfanyie haki jirani yangu. Akiumwa mtazame, akiwa na shida una uwezo mtatulie. Amefiwa, nenda sindikiza. Ana jambo limempata, linamsumbua, una uwezo nalo, lifanye. Hii ndio haki ya majirani. Sio hivyo, ana jambo la furaha, mpe hongera. Unajua ana mabaya anayoyafanya jirani yako, unayajua, sio ya kuyatafuta. Unajua kabisa jirani yangu mbaya anafanya 1 2 3, wewe ficha, minya, fanya kama haujui, ndio jirani. Sio hivyo, bali kuna aibu, unajua ana aibu huyu. Sio wewe kwanza kwenda kupekua pembeni kusema hapana. Wewe inabidi unyamaze, umfichie yule jirani yako. Watoto wake uwalee kwa muongozo mzuri na kwa maneno mazuri na kwa mafundisho ya mtume wetu Mtume Muhammad. Na ndio maana uwe Muislamu, uwe na imani yako. Imani haiwezi ikakamilika kama wewe utakuwa unaishi vibaya na jirani yako. Ahsin man tujawiruhu. Mtume anasema kwenye hadithi, ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima. Ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima. Hebu fanya vizuri ujirani wako na yule aliyokuwa karibu na wewe, na huo ndio Uislamu wa kweli. Riwaya nyingine mtume akasema la yu'min, la yu'min, la yu'min. Abu Dharr akasema man ya Rasulullah, khaba wa khasir. Hana imani, hana imani, hata kama atakuwa vipi hana imani. Nani amefeli huyu mtume? Khaba wa khasir. Mtume akasema alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yule ambaye kwamba jirani yako anakaa na wewe lakini hana amani na wewe. Yaani wewe una mashari tu basi. Yaani kazi yako kumzushia mambo ya shari tu basi. Akikuona wewe anaogopa, hana amani. Akiondoka jirani wewe ndio kumwangalizia nyumba yake.